Kiti anasema yeye awe mama mjengo. Yaani yeye ndo awe mama mwenye nyumba, mlinzi wa hii nyumba, akae hapa. Haiwezekani. Utaniharibia michongo yangu. Haiwezekani kabisa. Mimi mtu atotozi. Hilo swala halitawezekana bwana. Ndo hivyo tena, na dawa haiwezi kukamilika bila kumsikiliza Kiti. Msikilize Kiti na umuitikie anachokitaka. Kiti anataka kuhamia hapa. Kiti anataka kuwa mama mjengo, na lazima uitikie, ukubali ili tumalizie hii dawa. Usishangae Hamdala Kiuno, lazima ukubaliane na haya masharti. La, kama haya masharti yatakushinda, basi utakuwa unapata shida kwenye maisha yako yote. Hautakaa siku kwa amani kwenye hii nyumba bila kukubali haya masharti. Kubali kuishi na mimi hapa nyumbani kwako ili niwe mlinzi na kukinga na mambo yote mabaya ambayo yanaweza kutokea hapa nyumbani kwako. La sivyo utapotea. Sasa Karaba, wewe utaishi na mimi hapa nyumbani kwangu kama nani yani? Labda nikuulize hivyo. Utaishi kama nani? Kama ni kuishi tu kama mlinzi, sio shida, maana niko na walinzi wengi pale getini, na pia humu ndani pia kunaweza kukaa na mlinzi. Kama ni ulinzi tu, sawa, karibu, baki hapa, ishi na mimi, lakini si katika masuala haya ya unyumba. Haya masuala ya nyumbani hapana. Hebu nisikilize kwa makini Hamdala Kiuno. Nishakwambia toka mwanzo, mimi nitaishi hapa nyumbani kwako kama mama mjengo. Kama nani? Kama mama mjengo. Yaani mimi nitakuwa hapa kama mke wako. Muda wote ule nitakaotaka mbungo na kula 24 hours. Na kazi yangu kubwa ni kuhakikisha hii nyumba inabaki na amani milele. Ukinifukuza tu hapa nikaondoka, basi tegemea kupata mauzauza yasiyokuwa na kawaida. Na mimi nitaungana na hayo mauzauza kuivuruga hii nyumba milele. Hebu rudia hapo mwisho, umepigaje hapo? Nimepiga hivi, nisikilize kwa makini. Kama utanifukuza hapa nyumbani kwako, basi mimi niko radhi kuungana na yale mauzauza. Nihakikishe naivuruga hii nyumba hadi kieleweke. Usikute mauzauza yenyewe ndio wewe, Karaba, kwa nini umekuja ghafla hivi kwenye maisha yangu na umekuja kwa kasi isiyokuwa ya kawaida? Karaba, je, wewe ni msaada wa kweli kwenye nyumba yangu kunitolea mauzauza na stress zilizokuwa kichwani mwangu, au umekuja kunichanganya whole life, maisha yangu yote? Nimekuja kama msaada pale ambako utanikubalia maombi yangu na masharti ambayo nakupa. Lakini nitakuja kama jinamizi au yale mauzauza purukushani, upurukuchele, kama utakuwa umeyakataa masharti yangu. Full stop. Nimemaliza hapo. I can't. Sitoweza kwa kweli, hayo masharti yamenishinda, kwa sababu sina hisia hata kidogo na wewe. Nafanya tu hivyo kwa sababu nilikuwa nahitaji msaada, lakini kama idea zako ndo hizo za kimalaya, kwa kweli mimi sitoweza. Na wewe sio mganga tu peke yako, waganga wako wengi. Nitatafuta mganga mwingine atakuja kunisaidia. Toka katika nyumba yangu, Karaba. Nani wewe? Sambosi, nimekuja kukupa ripoti za ile issue nituma. Subiri, tutakuja kuzungumza. Mzee Msegena, nimechoka kuvumilia. Uvumilivu umenishinda. Hakuna mtu ambaye anaweza kumuuguza mme wangu Athmani Kwicho zaidi ya mimi, kwa sababu ndugu zake walinikabidhi mimi, na wanaishi mbali kweli. Yule baba wanaishi huko Pemba, ndani huko Ntambile. Hadi kuja kuvuka maji waje huku bara kumuuguza ndugu yao itakuwa ni vigumu. Mimi ndo mtu wa pekee ambaye naweza kumsaidia yule baba. Nilikuwa nakuomba basi niruhusu niondoke nikamuuguze mme wangu. Buju, tuliza takuntaku binti. Buju, hebu nisikilize ninachokwambia. Mumeo nimemkuta yuko hospitali. Na yuko hospitali akiwa anatibiwa vizuri kabisa. Anapata huduma ya kiwango cha juu. Wewe unataka kumtibia kivipi? Wewe daktari? Mumeo anapata huduma, Buju. Acha kunikimbia, Buju. Buju, bado nina ratiba na wewe. Unakwenda wapi? Hebu tulia. Tatizo ni mme wangu Mzee Msegena. Hata kama anapata huduma nzuri huko hospitali alipo, lakini ipo siku atarejea nyumbani. Sasa akirejea nyumbani, ni nani atamhudumia? Hakuna mtu pale wa kumfulia nguo wala kumpikia. Ni mimi tu peke yangu. Na wewe sielewi ni lini utaniruhusu mimi kuondoka, maana kila siku unaningangania baki. Na sielewi nafanya nini hapa. Buju, mimi bado nina kazi ngumu sana ya kulipiza kisasi. Nimempoteza dada yangu kipenzi, Mariam binti Msegena. Nikampoteza na mpwa wangu Nondo. Jamani, pole. Asante sana.
na ukatili wote huu umefanywa na bwana Hamdala Kiuno. Sasa mimi nataka kulipiza kisasi, na siwezi kulipiza hiki kisasi nikiwa peke yangu. Huu mziki sitauweza. Naomba unisaidie, unisapoti kwenye hili, na mimi nitakusaidia pale nitakapoweza. Mumeo awe salama na atakuwa salama inshallah. Sawa, mimi sijakataa mzee Msegena, niko pamoja na wewe. Ndio tuifanye hiyo kazi haraka basi ya kulipiza kisasi, ili nipate muda wa kwenda kumsaidia mme wangu, kwenda kumsaidia kazi za nyumbani, kwa sababu najua atarudi nyumbani hakuna mtu. Tufanye hiyo kazi haraka kabla hajarudi, ili akirudi mimi na mimi niwe nisharudi nyumbani. Hamna shida. Sasa mimi nakupachika sasa manguvu haya ya kichawi, na yatoa kwa nondo yote ya nondo mapurukutu na kugaia wewe Buju. Nitakuwa naimba Hamdala huyo Hamdala, utaitikia utasema kekaila nundu Hamdala kekaila nundu. Sawa sawa sadaka. Hamdala huyo Hamdala kekaila nundu Hamdala huyo Hamdala kekaila nundu Hamdala kekaila nundu Hamdala mame Hamdala kekaila nundu. Safi kabisa. Kaptoza kaita kama mayai ya bunde waposikia kwa kishudu cha Zalima. Nimeelewa sana kweli. I'm so tired. Nizani ni muda sahihi sasa kwenda kupumzika. Maana nimelewa mpaka naona kishundu kinadunda tu. Nsije nikajinyea hapa. Tuondoke mama tukalale. Jamani, mbona mapema hivyo babangu? Wakati tumekubaliana kwamba leo tunachapa gambe hadi majogondo tunaenda zetu kulala. Kweli? Mapema saizi saa 2 tu tayari unasema unataka kwenda kulala jamani, mjomba Nchumali kipenzi changu. Usinifanyie hivyo bana. Nisikilize mimi Ozalima. Hapa nikikomaa zaidi ya hapa basi kinachofuata ni kumwaga lazi. Nitamwaga lazi, mwisho wa siku nivue nguo hapa ninye live bila chenga. Nitajizalilisha, ndio maana nimekuomba mapema saizi. Nishalewa mama, tuondoke. Sije nikaharibu hapa. Okay, sawa, lakini mimi mwenzako sina usingizi kwa kweli saizi. Kusema kwamba eti niende nikalale saizi uongo. Mimi labda utaenda kunipatia simu yako unitolee password niangalie nini huko mitandaoni, basi nikipata usingizi ndo nitapumzika. Simu yangu uzuri wake hata password haina. Twende tukapumzike. Utakwenda kuangalia unachokitaka, lakini ujue kabisa mimi naenda kulala saizi. Nikistuka lazima nichape. Twende, simu yangu hata password haina, utakwenda kuchezea tu, hamna shida. Namba ya siri je? Ya nini? Ya benki. Hakuna. Ushindwe wewe. Siwezi kutajia malaya namba yangu ya siri. Ya benki? Hakuna hiyo. Haiwezekani. Huyu bado hajalewa. Huyu ananiita mimi malaya. Kumbe bado hujalewa mjomba Nchumali, si ndio? Hata nikilewa mbwi. Siwezi kumtajia malaya namba yangu ya siri ya benki. Wewe sema unataka nini, lakini namba ya benki siri haiwezekani. Sikupi ngo.